Bana, kama wewe ni mtazamaji wa mitandao basi probably katika hii siku ya Valentine umekutana na huyu jamaa. Inasemekana huyu jamaa ameshalala na wasichana 108 kutokea Afrika. Huyu jamaa anaitwa Vyacheslav Trahov, ni msambazaji wa ududu kutokea Russia. Anamsimamisha msichana, anadaka namba, anamvuta kitu kwake siku hiyo hiyo, lakini kibaya zaidi kila kitu anakuwa na kirekodi kwa kutumia miwani yake. Alianza Ghana alafu ndo akatua Kenya, lakini ametrend sana Kenya kwa sababu alipofika Kenya ndo akaanza kuziupload zile video za Ghana. Ana account yake ya TikTok ambayo anaposti video za kawaida, video za kutana nazo njiani na video ambazo anacheza nao tu muziki chumbani kwake, lakini kuna zile video za ndani kabisa ambazo hizo huwezi kuziposti kwenye social media. Kwa hiyo anaziposti kwenye ukurasa wake wa Telegram, ambao kuingia kwenye ukurasa lazima ulipie kiasi kadhaa ndio uweze kujoin. Lakini kitu cha kushangaza kwa huyu jamani, the way anavyoongea na wale wasichana, hana muda wa kuwalagai, yeye ni mambo twende nyumbani. Come with me, I show you how I live. Na video kadhaa za wasichana wa Kenya ambao huyu jamaa aliwa-approach njiani na siku hiyo hiyo akawavuta geto kwake. Hii ni video ya kwanza. Ukiangalia vizuri hii video ameandika, nimemwalika mrembo wa Kiafrika aje geto kwangu. 25 years old. Yeah, this year I'm gonna turn. Oh my god, I'm tired of smiling. Oh my goodness. Video ya pili ndio hii pia ambayo ameandika, nimemwalika mrembo wa Kiafrika kutoka gym mpaka geto kwangu. A few moments later. Video nyingine ni hii, nimemwalika mlinzi geto kwangu. I like how you look. Right? Good. Thank you. Oh, this is my room. Lakini pia na video nyingine ambayo alimsimamisha mama ambaye alikuwa ametoka kupokea watoto wake shule na kumwalika geto kwake. I would like to see you in the evening. Maybe a stick for her. What's up? Pia ana video nyingine ambayo alimvuta msichana kutoka kanisani mpaka geto kwake. Come with me. Okay. Jambo la kusikitisha ni kwamba jamaa ana maambukizi ya virusi vya ukimwi na sio mara kwanza kufanya hivi. Ashaye kufanya hivi Japan na alikamatwa. Kwa tetesi ninazozisikia ni kwamba Kirasha, ukiwa na ukimwi na ukausambaza kwa mtu asiye na ukimwi ni kosa kisheria, kwa hiyo utafungwa. Utafanyia wapi sehemu pengine huu uchafu Afrika? Mastaa kibao wa Kenya na watu maarufu wamejitokeza wakipinga vita hichi kitu alichokifanya jamaa, na pia watu wengine wamejitokeza na kuwalaumu wasichana, kwa nini mmekuwa rahisi hivyo kumkubalia jamaa? Kwa mara ya kwanza tumekutana na hamumjui. Je, kwa upande wako unahisi ni nani mwenye makosa? Ni huyu Mrusi au wasichana waliomkubalia?